Hello creators. Karibu tena kwenye channel yetu ya Mparadiso Media ambayo tunatoa mafunzo mengi kuhusiana na teknolojia. Leo tunakwenda kuzungumzia madhara makubwa yanayokupata ukiacha kuposti video kwa muda mrefu kwenye YouTube. Iwe kabla haujafikia monetization na hata ukiwa tayari upo kwenye monetization, yani upo kwenye mfumo wa kulipwa YouTube Partner Program. Inawezekana yameshawahi kukupata ila haujui ni jinsi gani ya kuondokana na madhara haya. Leo tutajadili mbinu bora za kuondokana na changamoto hii. Usisahau kusubscribe na kulike, comment na kushare kwa creators wengine wa YouTube ili waweze kujifunza na kuweza kuondokana na madhara haya. Hakikisha unatazama video hadi mwisho kwa sababu nitakupa suluhisho la uhakika la kuweza kuwa na consistency hata kama hauna muda wa kutengeneza video na kuposti. Endapo uko busy, majukumu ni mengi, kuna wakati tunakuwa na mambo mengi zaidi, unajikuta jukumu la kufanya kazi YouTube unaliweka pembeni kwa muda fulani, na ndipo utakaporudi unakutana na madhara haya. Sasa nitakuwa na sehemu 3 za kukuelekeza. Sehemu ya kwanza nitakuelekeza kabla haujaingia monetization, na sehemu ya pili nitakuelekeza baada ya monetization, na sehemu ya 3 nitakuelekeza mbinu za kukwepa haya madhara. Nitakuelekeza pia nini ufanye ili uweze kuondokana na haya madhara. Sehemu ya kwanza nitaanza kukuzungumzia madhara yanayoweza kudhoofisha channel yako kabla ya kufikia monetization. Madhara ya kwanza ni kupungua kwa watch time. Hii hutokea baada ya wewe kuacha kuposti kwa muda mrefu. YouTube inahitaji masaa 4,000 ambayo yanapatikana kwa kutazamwa kwa video zako ndani ya kipindi cha 12 ili kupata monetization, ili channel yako iweze kuingia kwenye monetization, yani YouTube Partner Program. Usipoweka video mara kwa mara, hautopata watch time ya kutosha ili kuingia kwenye monetization. Ndio. Kama hauposti video kwa muda mrefu, yani hamna kitu kipi ambacho unakiweka, hamna video mpya ambayo unaiweka, na hiyo inamaanisha kuwa watch time yako inapungua au haitoongezeka kabisa. Ili kusaidia kufikia kiwango hiki haraka, ni lazima uwe unaweka maudhui mengi, unaweka video nyingi ambazo zitaweza kutazamwa kwa muda mrefu, na hiyo inatokana na kuchapisha mara kwa mara. Ukiwa unachapisha mara kwa mara, utaweza kufikia masaa 4,000 na kuingia monetization. Kwa hiyo ni changamoto moja wapo ya kutoposti video mara kwa mara. Madhara ya pili ni kupungua kwa subscribers. Kigezo kingine cha kuingia monetization ni kuwa na watu zaidi ya 1,000 walio subscribe kwenye channel yako. Kama hauweki video mpya mara kwa mara, ni vigumu kupata subscribers wapya kwa sababu hawatoona sababu ya kubonyeza subscribe button kwenye channel yako isiyo hai, isiyo active. Kuacha kuposti mara kwa mara kunapunguza kasi ya ukuaji wa channel yako. Kutopata subscribers wengi, pia subscribers waliopo kwenye channel yako ambao tayari walikusubscribe wana uwezo wa kuisahau channel yako kabisa. Kuweka video mpya ni njia mojawapo ya kuweza kuwakumbusha uwepo wako, uwepo wa channel yako. Lakini madhara matatu ni engagement kushuka. Engagement ni kipimo kinachoonesha jinsi watazamaji wanavyoshirikiana kwenye video zako. Hii ni dalili kwa YouTube kwamba watu wanapenda maudhui yako. Mambo yanayojumuishwa kwenye engagement ni pamoja na like, watu wakibonyeza kitufe cha kupenda video yako. Lakini kingine kinachojumuishwa ni comment. Watazamaji wanapoandika maoni kwenye video yako, hiyo pia inajumuishwa kwenye engagement. Lakini kitu kingine ni kushare. Watu wanaposhiriki video zako kwenye mitandao mingine ya kijamii kama WhatsApp, Facebook, Instagram na mitandao mingine, pia hii inakuweka kwenye engagement. Engagement inakuwa kubwa kwa sababu video yako tayari inaanza kwenda mpaka kwenye social media zingine. Lakini kitu kingine kinachojumuishwa kwenye engagement ni pamoja na watch time. Muda ambao mtu hutumia kutazama video yako. Mfano, kama video yako ina dakika 10, mtu akaiangalia video kwa dakika zote hizo, basi hiyo ni engagement kubwa sana. Kitu kingine kinachojumuishwa kwenye engagement ni click through rate. Asilimia ya watu wanaobonyeza thumbnail au video yako baada ya kuiona kwenye homepage au sehemu nyingine. Sasa click
through rate ni pale ambapo mtu atapita kwenye channel, atapita YouTube, anaweza kukuta thumbnail yako inamvutia, kukuta title ikamvutia, akaingia kutazama, basi hiyo ndo tunasema click through rate. Kwa kama wewe sio mtu wa kuposti video mara kwa mara, hiki pia hautoweza kukipata kwenye channel yako, kwa engagement itashuka. Lakini kwa kifupi, engagement huonyesha kama maudhui yako yanavutia, yanafaa na yanafanya watazamaji wabaki kuangalia na kushirikiana kwenye content yako. YouTube hupendelea video zenye engagement kubwa kwa sababu inaamini watu wanazipenda, hivyo huzisambaza zaidi. Kadri unavyoacha kuposti video, ndivyo engagement inapungua. Watazamaji waliokuwa wakikufuatilia wanaweza kukuhama na kuhamia kwenye channel zinazoposti maudhui mara kwa mara. Ukikosa engagement, hata video zako mpya zitapata viewers wachache kwa sababu algorithm ya YouTube huona kama content zako hazivutii watu. Madhara ya 4 ni kusahaulika na algorithm ya YouTube. Algorithm ya YouTube ni mfumo unaoamua video zipi zionekane kwa watazamaji. Huchukulia consistency kama kigezo muhimu. Ukikaa kimya muda mrefu bila kuposti, YouTube itaacha kupendekeza video zako hata kwa wale waliosubscribe channel yako. Na hii inafanya video zako zisifikie watu wapya kabisa. Lakini madhara ya 5 ni kupoteza momentum. Kama channel yako ilianza kuonekana na inapata mafanikio, unapata viewers, subscribers wanaongezeka, engagement inakuwa juu, hiyo inaitwa momentum. Lakini kama unakaa kimya bila kuposti, unaua mwelekeo huo na huwezi kurudisha kirahisi. Watazamaji wanaweza wasirudi na hata YouTube yenyewe haitokuchukulia kama wewe ni serious creator. Sehemu ya pili tutazungumzia baada ya monetization. Hii ni kwa wale waliokwisha monetize channel zao na kuwa kwenye mfumo wa YouTube Partner Program. Hapa kuna madhara makubwa yanayoweza kutokea usipoweka video zako kwa muda mrefu kwenye channel ambayo tayari iko monetization na ishaanza kuingiza pesa. Madhara ya kwanza ni mapato kushuka au kutopata kabisa. YouTube hulipa kulingana na idadi ya watu wanaotazama matangazo kwenye video zako. Usipochapisha video mpya, hakuna viewers wapya wanaoangalia. Hivyo hakuna ads zinazoweza kuoneshwa mara kwa mara. Hii husababisha mapato kushuka taratibu na baadaye unaweza kutopata hata senti. Lakini madhara ya pili ni algorithm kukupuuza. Hata baada ya kuanza kulipwa, YouTube hutegemea shughuli zako kuamua kama channel yako iko high, yani active au shakofa. Kukaa kimya kwa wiki au miezi kunaifanya algorithm ifikirie hauko serious tena. Kwa hiyo video zako zitaanza kupotea kwenye homepage ya watu, kwenye search result na hata kwenye recommended video. Hii inamaanisha hata zile video zako za zamani zitaanza kuangaliwa kidogo, yani utaanza kupata viewers wachache hata kwenye video zako za nyuma. YouTube hutoa kipaumbele kwa creators wanaoweka maudhui mara kwa mara. Usipoposti, algorithm haitokupromote tena kwenye homepage, kwenye search au recommended video. Lakini madhara ya 4 ambayo unaweza kukupata endapo hauposti mara kwa mara kwenye channel yako ambayo tayari iko monetization ni kupoteza watazamaji wa kudumu. Watazamaji waaminifu, yani subscribers, wanatarajia kuona video mpya kila unapoposti. Kama hawazioni, wanaweza kusahau kabisa kuhusu channel yako. Wanaweza unsubscribe channel yako, hata kuanza kupenda channel zingine zinazoposti zaidi yako, yani zile channel ambazo wako active muda wote kutengeneza maudhui na kuposti. Kwa watu watakuacha wewe, watakuhama, watahamia kwenye channel ambazo zipo active. Ni muhimu kuwaweka watu karibu. Ni muhimu kuwaweka karibu kwa kuwapa kitu kipya mara kwa mara. Lakini tuna madhara ya 4 pia. Madhara 4 ni kushushwa viwango na YouTube. Na maanisha hivi, YouTube hutumia vigezo kama channel activity, fresh content na engagement kuamua ni content ipi yenye ubora.
au content ipi ni ya ubora. Channel yako ikikosa haya yote kwa muda mrefu inaweza kuporomoka kwenye SEO ranking. Yaani haitoonekana hata ukitafuta jina la video uliyoiposti. Na maanisha hivi, umetengeneza video ya kufundisha jinsi ya kupika chips na title yake ukaandika jinsi ya kukaanga chips kwa njia rahisi. Ikitokea mtu akasachi jinsi ya kupika chips kwa njia rahisi, na wewe tayari ushapoteza engagement, ushapoteza kila kitu kutokana na kutoposti video kwa muda mrefu, basi hata mtu andike title nzima ya video yako, bado video yako haitokuja. Kwa hiyo ni kwamba kuwa makini. Lakini madhara 4 ni kufutwa au kuondolewa kwenye monetization. Utaondolewa kwenye YouTube Partner Program. Kama channel yako itakosa active content kwa muda mrefu, miezi mingi bila kuweka video mpya, utaondolewa kwenye YouTube Partner Program. YouTube inaweza kuanza ukaguzi wa monetization. Katika baadhi ya matukio, kama channel yako haina activity kwa miezi mingi, YouTube inaweza kuamua kufanya ukaguzi wa monetization, na kama umeangukia, na kama ikatokea ndani ya miezi 12 haujafikisha masaa 4000, yani watch time 4000 kwa miezi 12 iliyopita, unaweza kupokonywa monetization. Kumbuka, kurejesha tena monetization huwa ni kazi kubwa sana. Sehemu ya 3 tutazungumzia jinsi ya kuwa consistent hata ukiwa busy, yani ukiwa hauna muda hata kidogo. Yes, namaanisha ukiwa busy. Okay. Hizi ni tips bora za kuwa na consistency kwenye YouTube hata kama una muda mchache na umetingwa na mambo mengine. Unaweza kuwa busy, una shughuli hizi, ukakosa muda wa kukaa kutengeneza content na kuposti YouTube, basi hizi nitakupa mbinu za kufanya angalau uwe na consistency kwenye channel yako ya YouTube. Mbinu ya kwanza ni tumia content calendar. Panga ratiba yako ya kuposti. Mfano, Jumamosi unaposti video au unaposti video mara moja kwa wiki 2. Hii hukusaidia kuwa na utaratibu. Hii itakusaidia kuwa na utaratibu na watazamaji wako wanajua siku zako maalum za kuposti, kwa hiyo haitowapa shida, hata hawawezi kukimbia kirahisi. Unapokuwa na mpango ni rahisi kutimiza hata ukiwa na kazi nyingine. Unaweza kuwa busy na kazi nyingine, mambo mengi, lakini ukishaweka mpango, ukishatumia content calendar, basi unajua siku fulani ni siku ya kutengeneza video. Mambo mengine utapunguza, utatengeneza video, utapakia kwenye YouTube, tayari utaondokana na majanga ambayo tumeona nyuma. Lakini mbinu ya pili ni kurekodi video nyingi kwa mpigo. Chagua siku moja ya mapumziko, yani ni siku ambayo ukipata nafasi urekodi video 3 hadi 5 kwa siku. Baadaye ziweke katika Premiere, ziwe zina upload moja kila wiki au kila Jumamosi au ni vile wewe utakavyoamua. Mfano, umetengeneza content zako 3 ndani ya wiki moja, unataka yani zote ziwe public, basi content ya kwanza unaweza kuweka Premiere Jumatatu, content ya pili unaweza kuweka Premiere Jumatano, content nyingine ukaweka Alhamisi, ukaweka Ijumaa au Jumamosi, ili tu ziweze kuachiana nafasi na account yako ionekane ipo active, yani kwamba baada ya siku 2 inaonekana umepost, baada ya siku 2 umepost, lakini ni video ambayo ulizitengeneza ndani ya siku moja. Mbinu ya 3 ni tumia YouTube Short. Hii ni video fupi ya sekunde 15 hadi 60 na ni rahisi kutengeneza. Unaweza kurekodi na kuedit moja kwa moja kwa simu yako. Ni njia rahisi na haraka na inawahusisha watazamaji na kuweka channel yako hai, inakuwa active. Unapoposti short, basi moja kwa moja utapata notification, utaangalia, lakini pia unaweza kupata watazamaji wapya na subscribers wapya kupitia short unazoweka. Tunaona ni watu wengi wanafanya short pekee na wanajitahidi na wanaingiza kipato kupitia short pekee. Mbinu ya 4 ni tumia maudhui uliokwisha tengeneza au ambao tayari uliposti. Na maanisha repurpose content. Toa sehemu ndogo ya video zako ndefu, yani iwe kama short na uweke kama clip fupi au short.
Pia maoni ya watazamaji, maswali au hata comment unaweza kutumia kama kichocheo cha video mpya. Kwenye tumia maudhui uliokwisha kuyatengeneza au ambayo tayari uliyaposti. Namaanisha hivi, ukiingia kwenye YouTube application ya kawaida, ukiplay video unakutana na sehemu imeandikwa remix. Unaweza ukafanya remix video yako kuipeleka kwenye short, ukachagua sehemu ambayo unaona hii inafaa kwenye short, itavutia watu, pia itawafanya waje kuiona mpaka video ndefu. Kwa hiyo utaifanya remix, unaiweka. Lakini pia una uwezo wa kuedit, kama ulishaedit ukaikata sekunde unazozitaka ukaiposti kwenye short. Hiyo ndio tunasema repurpose content. Tips ya 6 ni kwamba andika orodha ya mada mapema, content idealistic. Usisubiri mpaka siku ya kurekodi ndipo uanze kufikiria nitazungumzia nini leo. Kuwa na orodha ya mada mara kwa mara itakusaidia kuwa tayari wakati wowote unapotaka kurekodi. Nikiwa namaanisha hivi, unapokuwa free, ukipata idea ya mada ambayo unataka uifanye, idea ya title unataka uifanye, basi moja kwa moja iandike pembeni, ili siku inapofika ya kurekodi ambayo ndio umeiweka siku muhimu ya kurekodi ya mapumziko ambayo ufanye mambo mengi, basi unapitia moja kwa moja, nina mada 1 2 3 nataka nizifanye. Lakini ukisema utunge siku hiyo ufuatilieni mada gani ufanye, unaweza ukachukua muda na ukashindwa kufanikisha hicho kitu. Mbinu ya 6 ni tumia vifaa rahisi. Huna haja ya kuwa na kamera ya mamilioni. Tumia simu yako, tumia app ya CapCut, InShot au hata Pixel Lab kwa kutengeneza thumbnail nzuri. Nikiwa namaanisha hivi, kuna kipindi unaweza kuwa umeanza YouTube lakini unaona mbona kama unajikuta unatamani utumie kamera, unatamani utumie vitu vyenye gharama lakini hauna kipato. Ukitegemea mpaka ujichangechange ndipo uweze kununua, uendelee na wakati wote tayari ulishafungua YouTube channel na umeposti baadhi ya vitu. Kwa hiyo itakufanya uweze kukosa consistency na channel yako kuweza kuwa active. Lakini mbinu ya mwisho na ya 7 ni jenga nidhamu. Hata kama haulipwi bado, jiweke kama una mkataba na watazamaji wako. Jiambie, channel yangu ni office yangu, ni biashara yangu, na biashara yoyote inahitaji uaminifu na consistency. Watazamaji wako wakikuamini, basi hata YouTube nayo itakuamini, algorithm ya YouTube itakuamini. Je, wewe una changamoto ya kuwa consistent kwenye YouTube? Tuambie kwenye comment section, na usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kushare kwa mtu mwingine anayejifunza kuhusu YouTube. Mpaka wakati mwingine, endelea kuweka maudhui, kuwa na bidii na usikate tamaa. Asante kwa kutazama hadi mwisho.